pale Instagram ameweka picha ya logo ya mbuzi wa Shorwe ambayo inaonyesha kichwa cha mbuzi, halafu ndani yake kuna sura ya Stamina upande mmoja wa kulia na upande wa kushoto inaonyesha picha ya mbuzi kabisa. Stamina anaandika, nilianza kama utani na kwa udogo hii biashara ya kuuza mbuzi. Nashukuru kwa support niliyopata kwa wadau, mashabiki na wasanii wenzangu ambao walikuwa wateja wangu wakubwa kama Maua Sama na Country Wizzy. Mungu mkubwa, nashukuru nimeweza kukuza biashara sasa. Tangu kuanza na mbuzi 25 mpaka sasa hivi nina mbuzi 430. Haikuwa rahisi. Ombi langu ni support yenu tu, nisije kurudi Morogoro bure. Akaweka emoji ya kucheka. Asante sana na naomba support yenu. Mwisho wa kila ambacho wamekiandika Stamina. Hii nimeitazama kama harakati ya msanii wa hip hop, kama ilivyo katika nguzo za hip hop moja wapo ni ujasiriamali, entrepreneurship. Ndio ambayo Stamina anaifanya. Natamani kufahamu Stamina, nini kilisababisha wewe kuona mimi japo ni msanii wa hip hop inabidi nifanye biashara ya mbuzi? Inawezekana ikawa inspiration kwa wasanii wengine pia ambao wanakusikiliza. Mbuzi sio biashara ambayo mimi nilikuwa naipenda wala nilikuwa kwamba sema kwamba eti naijua, hapana. Kuna mshikaji wangu mmoja yeye ndo alikuwa anafanya hiyo biashara, akaniambia na mimi to join nguvu. Mimi nikajoin nguvu, nikaanzaga na mbuzi 5. Tukawa tunaagiza mbuzi, tunaleta, tunauza, tunafanyaje. Taratibu ikakuwa mpaka nikaweza kumiliki kama mbuzi 20. Sasa ile biashara jamaa yeye ndo alikuwa ana own kama 80%, mimi nilikuwa kama 20%. Kwa hiyo baada ya jamaa kuacha kufanya ile biashara, nikaona biashara ina faida, kwa nini nisiwekeze mimi kama mimi? Kwa hiyo ndo nikaja na idea hiyo ya kufanya biashara na kuwaita mbuzi wa Shorwe, ndo ambao sasa hivi nafanya. Kwa kutokea mbuzi hao 20 mpaka mbuzi 400, tumepiga sana hatua kwa kweli. Tumepiga sana hatua na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, biashara inaendelea. Na sasa hivi tumeongeza kitu kingine tena, kila Jumamosi tunafanya choma, tunafanya nyama choma na Stamina huko Makongo juu unapokaa. Unasema hapa Songa Store tunafanya hiyo nyama choma kila Jumamosi. Na tunashukuru Mungu na wenyewe watu wameweza kuizoea. Imekuwa kama mnada, kila Jumamosi watu wanakuja wanakula nyama fresh, mimi na nipo pale na wahudumia. Kwa hiyo imekuwa ni moja kati ya biashara zangu zingine tofauti na muziki zinazoweza kutupa vipato. Inanisaidia sana kwa sababu unaweza kufanya vitu vingine mbali hata bila hela. Tuna majukumu ndio, tuna familia huko nyumbani, wazazi wanatutegemea, tuna wadogo zetu na sisi wenyewe tuna watoto, tuna nini. Kwa hiyo sio mpaka upate show ndio uweze kukidhi mahitaji ya familia, hapana. Kwa sasa hivi tuna uwezo wa kukidhi mahitaji bila hata kutegemea shows na vitu vingine. Kwa kweli tunamshukuru Mungu na biashara jinsi ilivyo. Sio lazima mpaka unapata mabilioni ndio uweze kusema basi inasaidia, hapana. Hata hicho kidogo unachokipata kama kinaweza kusolve kitu ni jambo la heri na la kumshukuru Mungu. Tunawatolea sehemu tofauti mikoani huko. Tunatoa mbuzi Kateshi huko, tunatoa mbuzi Tabora huko, tunatoa mbuzi Morogoro, tunatoa mbuzi Tanga. Inategemea na soko tunapowaona wapi ambapo tunapata kwa unafuu. Kwa hiyo sifa mbuzi na watoa, mimi si mbuzi hapa. Mbuzi mimi nasafirisha, natoa huko mikoani wanakuja hapa. Kwa hiyo nilikuwa nauza mbuzi wakiwa wazima. Hapa Dan na ranch na zizi ambalo lipo hapa Makongo huku. Kwa hiyo wakifika, mzigo ukifika wanakaa zizini. Kwa hiyo wanaondokea pale zizini. Na mara nyingi nimetanua biashara, kwa hiyo hata kwenye uagizaji tuna wateja ambao tunafanya nao kazi kwa order kabisa. Kwa mbuzi mpaka wanafika hawakai sana bandani kwa sababu wakifika wanakuwa supplied kwenda sehemu zingine.